Kuheshimu mzazi ni ufunguo wa kuingia peponi na ni ufunguo ya utajiri. Welcome to Prado TV. Prado TV, the home of winners. Prado TV, the proud of Africans. Subscribe to our channel on YouTube. Follow our channel on TikTok. Prado TV, the proud of Africans. Kuheshimu mzazi ni ufunguo wa kuingia peponi na ni ufunguo ya utajiri. Hii ni siri kubwa ambaye tumefanya hapa Prado TV. Please enjoy and subscribe on our channel Prado TV by Alhassan Prado. Thank you. Kuna kijana ambaye alikuwa tajiri kubwa sana hapa ulimwengu. Alikuwa tajiri mkubwa zaidi, lakini wakati alikuwa mdogo alikuwa akisomewa na wazazi wake, akifundishwa maisha. Akichelewa nje jioni, mzazi wake anamwambia usitembee usiku, tembea mchana. Ukitembea usiku basi utapatana na wale vijana wabaya, watakudunga na kisu, watakuiba. Sasa kwa mtu mwenye anakaa kwa nyumba, ikifika jioni fanya hivi, enda uoge. So alikuwa anapata raha zaidi akifundishwa na wazazi wake. Lakini siku ambaye alikuwa mtu mkubwa akaingia kwa maisha ya utajiri, basi alitoka hapa akaenda London. Akakosa ile maisha ya kufundisha mtoto mwenye anaishi pamoja na wazazi wake. Basi akaanza kuishi maisha ambaye hakuna mwenye anamfundisha tena maisha yake. Yani unaishi kwa maisha ya ulimwengu wako. Ile mafundisho ambayo mzazi wako alikufundisha ndio sasa inakuendesha. Kama ulikataza wazazi wako kukufundisha, ulikuwa kichwa ngumu, basi utafundishwa sasa na ulimwengu. Wewe ni mtu mwenye mkubwa sahi, mtu tajiri. Sasa kama haukupata elimu ya wazazi, basi utafundishwa ama umewachwa kwa mkono ya ulimwengu. Lakini alikaa sana miaka 20 akiwa nje bila kufundishwa na wazazi. Yani unaishi kwa sheria yako binafsi, unaendesha maisha yako na zile elimu ya zamani ya wazazi. Siku moja huyu kijana alirudi nyumbani, akapata wazazi wake, basi akaanza kuishi nao. Mzazi wake ambaye ni mamake akamwambia, mtoto wangu umeishi nje sana, naomba unioshe hizi vyombo. Lakini alitamani tena mzazi wake akuwe mkali kama zamani ili amfundishe. Lakini alipata kama mzazi wake amepata yeye ni mtu mkubwa sahi, yeye ni mtajiri sahi, na mzazi wake pia amezoeka. Sasa anampenda, anamita baba kila wakati. Sasa kwa sababu zile pesa zake anasaidia mzazi, kwa sababu mzazi hawezi fanya kazi tena, anafanya kukula mkono ya mtoto wake. Yani unakula mbegu ambaye ulipanda, imemea mbegu, imemea matunda, sasa unakula ambaye ni mtoto wako. Hauwezi kosana na yeye tena, ama hakuna time ambayo utagombana na yeye, kwa sababu unajua kijana wako ni mtu mwema. Lakini huyu kijana aliona anaishi maisha ambaye hakuna mwenye anamsomea hata kimaisha, hakuna mwenye anafanya ili apate elimu tena. Basi alichukua mafuta ya taa akaosha nayo zile vyombo ili apate ile sauti ya mzazi kali, ili asikie raha apate. Basi kumbe bado anaishi kwa sheria. Basi aliosha vyombo, akaweka mafuta kidogo ya taa. Ile mafuta taa iko na harufu mbaya zaidi. Basi akimaliza kuosha vyombo zake, akaenda kwa wazazi. Mzazi akamwomba maji, akamchotea mamake maji, akampa. Mama akapata hizi vyombo zinanuka mafuta. Basi mama akaanza kushout mtoto wake, akamwambia, mbona wewe umefanya hivi Jonathan? Mbona umeweka mafuta taa kwa vyombo na mimi nimekuambia uoshe vyombo? Alimsomea sana, alimsomea huyu mtoto wake zaidi. Mama alikasirika kwa sababu anaona kama mtoto wake basi alikosa elimu, ana adabu, ana heshima. Basi baadaye mtoto wake alimwambia, mama,
nimetamani sana unisomee vile nilikuwa unanisomea nikiwa mdogo. Lakini siku hizi unaniita baba baba, unanibembeleza zaidi kwa sababu nimeshakuwa mtu mkubwa. Lakini umenituma nikaweka hiyo mafuta ili nipate ile sauti yako ya kushout, ile ambaye ulikuwa unakasirika ukinifundisha nayo nikiwa mdogo, ili nipate baraka za Mwenyezi Mungu, niishi nikijua bado niko kwa sheria. Sasa mama, nimetamani sana unisomee tena, lakini naomba unisamee. Nilikuwa naomba nijue kama bado nimeishi kwa sheria, kwa sababu mtoto ama kijana mkubwa mwenye alikosa elimu ameishi kwa serikali yake, siku hizi anasumbuliwa sana na ulimwengu. Kwa sababu nini? Aliwachiwa ulimwengu. Ukiwa unaishi nyuma ya sheria, umekataza wazazi kukufundisha, wewe umekataa elimu ya wazazi, utafundishwa na ulimwengu. Lakini huyu mtoto alipata shout kutoka kwa mzazi wake, akaona basi bado ako kwa sheria. Hii mafundisho, this is a real story, but hii mafundisho inatuambia ni nzuri tukijua, tukiconfirm bado tunaishi kwa sheria. Ukienda kuishi kulala nje, ukarudi usiku, unatembea usiku na vijana mbaya, unatembea na wasichana mbaya ambaye wanaharibu ndoa zako, basi wewe ni mtu mwenye amekosa kuishi kwa sheria. Lakini kama mzazi wako bado anaweza kushout na usikie, basi ujue basi bado unaishi kwa sheria ya wazazi, haujawachwa kwa mikono ya ulimwengu. Please enjoy and subscribe on our channel Prado TV by Alhassan Prado. Tuishi kwa sheria, tukue na heshima na tuishi na amani. Thank you. May Allah bless you. Welcome to Prado TV. Prado TV, the home of winners. Prado TV, the proud of Africans. Subscribe to our channel on YouTube. Follow our channel on TikTok. Prado TV, the proud of Africans.